Kundi la waasi wa M23 limetangaza kuutwaa mji wa Walikale nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuvifurusha vikosi vya jeshi la serikali ya nchi hiyo FARDC. Taarifa ya M23 kudhibiti mji wa Walikale ambao ni wa mkakati uliopo uelekeo wa magharibi mwa DRC imetolewa Alhamis Machi 20, 2025 kupitia taarifa ya muungano wa waasisi wa Alliance Fleuve Congo AFC au M23. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, msemaji wa jeshi la FARDC Nestor Mavudisa amesema mpinzani sasa anadhibiti Walikale. Hatua hiyo imetangazwa ikiwa imepita siku moja tangu rais wa DRC Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame wakutanishwe jijini Doha nchini Qatar na kuridhia kwa kauli moja ya wito wa kusitishwa kwa mapigano na uvamizi wa wapiganaji hao wa M23. Hata hivyo, AFC au M23 imesema wito huu hauhusu umoja huo wa makundi ya waasi. Walikale ni eneo la mbali zaidi kuelekea magharibi ambalo waasi wamefika tangu kuanza kwa mashambulizi yao ya kasi Januari 2025 ambayo tayari yamevamia miji miwili mikubwa mashariki mwa DRC, Goma na Bukavu. Mji huo wenye makazi takriban 15,000 umeangukia mikononi mwa waasi wa M23 baada ya mapigano makali yaliyolindima Jumatano kati ya FARDC pamoja na wanamgambo wa shirika Wazalendo. M23 imekuwa ikitajwa kuwa inafadhiliwa na serikali ya Rwanda. Hata hivyo, Rais Paul Kagame kupitia mahojiano yake na SNN alikanusha madai hayo na kusema hana taarifa ya juu ya uwepo wa wanajeshi wa jeshi la nchi hiyo RDF kupitia mipaka ya DRC. Chanzo cha mzozo huo kinatajwa ni athari za mauaji ya kimbali ya Rwanda ya mwaka 1994 na ushindani wa rasilimali za madini. Unatajwa kuwa mzozo mbaya zaidi mashariki mwa DRC tangu vita vya mwaka 1998 hadi mwaka 2003. Vilivyohusisha nchi kadhaa jirani na kusababisha vifo vya mamilioni ya watu. Walikale iko katika eneo lenye utajiri wa madini kama vile bati na ipo kwenye barabara inayounganisha majimbo manne ya mashariki mwa DRC. Kutekwa kwa mji huo kunawaweka waasi umbali wa kilomita 400 maili 250 kutoka jiji la Kinshasa, kutoka jiji la Kisangani. Jiji la 4 kwa ukubwa nchini DRC ambalo lina bandari yenye shughuli nyingi kwenye sehemu ya mwisho inayoweza kuharibiwa ya mto Kongo kuelekea mji mkuu Kinshasa. Mazungumzo ya DRC na M23. Rais wa DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walitoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja Jumanne baada ya mkutano wa ghafla katika mji mkuu wa Qatar Doha. Mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja mwaka huu. Lakini kiongozi wa muungano wa M23 alikataa wito huo na kusema kuwa wapiganaji wake hawapigani kwa niaba ya Rwanda. Sisi ni wa Kongo, tunapigana sababu yetu, alisema Colonel Nanga ambaye ni kiongozi mkuu wa muungano wa Alliance Fleuve Congo au M23 katika mahojiano na Reuters. Katika jiji kubwa zaidi mashariki mwa DRC, Goma, hakitatui matatizo yetu, tutasema hakituhusu, amesema Nanga. Umoja wa Mataifa UN, serikali ya magharibi na wachambuzi wa masuala ya mizozo ya kimataifa wanasema kwamba Rwanda inawapa M23 silaha na wanajeshi. Rwanda imekana kuunga mkono M23 na inasema kuwa jeshi lake linajitahidi dhidi ya mashambulizi ya jeshi la DRC na wanamgambo walioanzishwa na baadhi ya waasisi wa mauaji ya kimbali mwaka 1994. DRC na M23 walitarajiwa kufanya mazungumzo yao ya kwanza moja kwa moja Jumanne nchini Angola baada ya serikali ya Felix Tshisekedi kukubali msimamo wake wa muda mrefu wa kukataa kuzungumza na waasi. Lakini M23 ilijiondoa Jumatatu ikilaumu vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya baadhi ya viongozi wake na maofisa wa Rwanda. Wachambuzi wanasema hatua hiyo
inaonyesha jinsi waasi wanavyojiamini kutokana na mafanikio yao ya kijeshi. Hata hivyo, Nanga alisisitiza hitaji la mazungumzo ya moja kwa moja na Kinshasa, akisema kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kumaliza mzozo huu. M23 inadai kukomeshwa kwa kile inachokiita mateso dhidi ya Watusi nchini DRC na maboresho ya utawala wa kitaifa. Tunadai kwamba ikiwa kuna mazungumzo, yawe mazungumzo ya moja kwa moja. Tuko tayari kwa suluhisho lolote la amani, amesema Nanga. Asante mtazamaji, ulikuwa nami Jivenga hapa nikiwa mbele ya kipaza kwa ajili ya kukupa taarifa zinazoendelea kule Kongo DRC chini ya Rais Felix Tshisekedi.